Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anam nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama baad, ndugu Waislamu, kama kawaida tunaendelea na darasa letu ambalo baada ya Qur'ani tuna kipindi ambacho tulikiita kipindi cha mada ama cha ukumbushani. Msingi wa mafundisho haya tunanukuu moja kati ya aya Qur'ani. Allah anasema, walan tarda anka alyahud wala nasara hatta tabi'u millatahum. Mwenyezi Mungu mtukufu anamwambia bwana mtume kwamba, ewe Muhammad, Wakristo na Mayahudi hawatakuwa radhi na wewe mpaka ufuate mila yao. Hii ni kama karne ya saba vile. Allah mtukufu anasema na bwana mtume anamwambia kwamba, ewe Muhammad, hakika Mayahudi ni Wakristo hawatakuwa radhi na nyinyi muendeshe mambo yenu ya kiimani, wakuacheni bure bure, sharti wakupeni vishawishi ili mfuate mila yao bila nyinyi kujijua, kana kwamba mnafanya mambo ya dini, kumbe mmekwisha toka. Tahadhari. Angalizo ni kwamba kuna mambo yanaanza kimazoea. Baada ya mazoea unakuwa utaratibu. Baada ya utaratibu inakuwa dini. Nielewe vizuri Kuna mambo ambayo yanakuwa ni mazoea, na mara nyingi mazoea kizoeleka unakuwa utaratibu. Utaratibu unaendelea, halafu ule utaratibu unaingizwa kama mifumo ya imani. Allah anamwambia mtume angalizo kwamba, walan tardu anka alyahud wala nasara, kwamba ya Muhammad, Mayahudi sababu ndio walikuwepo pale Maka na Wakristo hawatakuwa radhi na wewe uendeshe mambo yako ya kiimani, wanakuacha tu, watakupeni vishawishi hata tabi'u millatahum, mpaka mtastukia ghafla mmefuata mila zao nyinyi bila kujua, nadhania tu ndio mfumo. Miaka ya nyuma wenzetu wa Tanzania waishio mikoa ya kaskazini mwa nchi yetu walijiwekea mazoea kwamba kila mwishoni mwa mwaka wanakwenda nyumbani kwao. Ilianza kama mazoea, na wengi wao walikuwa ni watumishi, kwamba wanapanga likizo zao mwishoni mwa mwaka ili waende nyumbani. Kwa sababu gani? Miaka ile, mikoa ile ndio iliyotoa watumishi wengi kulikuwa ni mikoa mingine. Nadhani sababu zinafahamika kwa wale wasomaji wa historia. Sasa walifanya utaratibu wao huo hapa, mazoea. Baadaye hata wale ambao sio watumishi wa serikali, ambapo wanafanya kazi zao za binafsi, na wao pia kaungana nao. Na sisi pia mwishoni mwa mwaka hiyo tunakwenda nyumbani. Basi wameishi katika mazoea hayo.
baadaye ukawa utaratibu wao, baadaye jambo lile la kwa nyumbani wakaliingiza kwenye mifumo ya kidini. Kwa maana wakifika kule kwao kule, pamoja na kusalimia ndugu na jamaa, wataita viongozi wao wa dini, watafanya mambo ya kiimani, watachukua majembe waende wakapalilie makaburi, mambo kama hayo. Yale mazoea yameendelea hivyo, lakini mazoea yale yakaambukiza hata wale ambao si wa mikoa ile. Yale mazoea yale yakawaambukiza hata wale ambao si wa mikoa ile na sio wa dini ile, nao pia wakaingia ndani ya mkumbo ule. Sasa yale mazoea ambao wenzetu walianzisha sasa imekuwa ni utaratibu. Sasa yale mazoea yale yamekwenda kwa makabila yote na kwa watu wa dini zote, si Muislamu yoyote yule. Sasa ule utaratibu umetoka kwenye mazoea, sasa umekuwa ni utaratibu, kwamba ikifika Desemba, Muislamu na asiyekuwa Muislamu, mtumishi wa serikali asiyekuwa mtumishi wa serikali, ndio muda ambao wameweka. Yeye mwezi wa 12 ndio atakwenda nyumbani. Kila mmoja ana shabaha yake, na kila mmoja ana yeye yuko sawa sawa. Wale wenzetu wafika kwa nyumbani, mmoja mambo wao wanayafanya kule ni vikao vya familia, ni sawa sawa, lakini pia vile vile wanakwenda kufanya usafi kwenye makaburi kama ibada fulani ambao wanazifanya kule. Kama nimekuja kumtembelea baba, mama, mjomba, anasafisha makaburi yale kana kwamba apate baraka fulani za marehemu yule. Sasa umekuwa sasa ni utaratibu, ataita watu wa imani yake, halafu afanya la kiimani. Kwa kuwa mazoea yamezoeleka, sasa umekuwa utaratibu. Kila mtu anapanga Desemba ndio aende nyumbani, hata ambaye si mtumishi wa serikali. Akifika kule nyumbani, utaratibu sasa anauingiza ndani ya dini, anaita watu wa dini wenzake, anafanya utaratibu ule wa kiimani ndani ya mwezi Desemba ama mwanzoni mwa Januari. Sasa umekwenda kote kwa watu wote, Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Sasa Waislamu pia sasa na wenyewe wanatoka huku waliko, wanakwenda kwenye maeneo yao walikotoka, wanaita mashehe wao, tunakuja kufanya dua mwezi wa 12 kwa rehema wazazi wetu. Mazoea yamekuwa utaratibu, na utaratibu umeingizwa ndani ya dini. Mungu anasema, anampa angalizo mtume kwamba walintaradu anka alyahudi wa naswara, kwamba ya Muhammad, Mayahudi na Manasara, dini hizi mbili hawatakuwa radhi na wewe wende dini yako ndani ya mifumo ya imani yako ya Uislamu, hata tadha milatahum, watakushawishi sio kwa kupigana, hapana, watakushawishi mpaka ufate mila yao. Sisi Waislamu, utaratibu wetu na mazoea yetu na dini yetu, tumezoea sana kwa rehemu wa marehemu wetu, ama siku zozote, ama katika sikukuu za Eid al-Fitr ama Eid al-Hajj. Ndio tumeshuhudia wazazi wetu, mashehe zetu, vipindi viwili hivi vya sikukuu za Eid al-Fitr ama Eid al-Hajj, tunakwenda kutembeleana na kuwaombea marehemu wetu. Ndio ulikuwa utaratibu huo sisi Waislamu. Lakini sasa unakwenda unamezwa. Mbona huwa nyumbani bana? Mimi huwa nafanya dua mwezi wa 12. Ndio huwa naenda. Bana mwezi wa Ramadhani bana huu siku ya Eid huwa tunafanya dua. Mimi bana huwa nafanyaga mwezi wa 12.
Mazoea umekuwa utaratibu, na utaratibu umeingizwa ndani ya dini. Sasa mambo haya sasa yanakwenda yanaongezeka, na kama hatukuyatazama kwa jicho la pili, yanakwenda na tuharibia utaratibu wa mifumo ya dini yetu ya Uislamu. Kufanya dua sio vibaya. Wakati wowote dua inasoma, muda wote dua inasoma, mwezi wowote, tarehe yote inasoma. Lakini sasa kuweka ile kanuni kwamba Desemba ndio mimi naenda kufanya dua, Desemba kuna nini? Sasa kama unaangalia vyombo vya habari, wenzetu wa mikoa niliyoitaja, miezi kama hii ama kama haya wanafanya mambo kama hayo, na wale si Waislamu tayari tumekwisha waiga. Man tashabaha biqaumi fahuwa minhu, anayejifananisha na watu na matendo yao, naye pia ni miongoni mwao. Anatueleza Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tashabaha biqaumi fahuwa minhu, anayejifananisha na watu fulani awe kama wao, basi naye pia ni miongoni mwao. Sasa mambo haya ndio ambayo sasa yanakwenda taratibu, yanaongezeka. Tiba inaongezeka, itafikia miaka ijayo inakokwenda, inafika siku ya Eid, hakuna dua zinaposomwa, hakuna dua za marehemu, hakuna, kwa sababu wasomaji wa dua zile wamepanga kuwa wanasoma mwezi wa 12. Ndiko tunakokwenda. Sababu nini? Mazingira yanaathiri. Sasa unaonaje wewe unakuwa ni mtumishi yule ambaye ni bosi wako, yeye tarehe 27 tarehe 24 pale anaondoka na kwenda kwao kwa imani yake. Hasa wewe anakwambia na wewe bana, na nauli hiyo pia uende nyumbani ukawasalimie, kwa sababu bosi wako amefunga biashara, wewe huna pa kwenda, na mimi na wewe pia uende kwenu, na wewe ukafanya ile ambalo bosi wako alimpeleka kwao. Kwa hiyo itakuwa kila bosi wako akiondoka, na wewe pia unakwenda nyumbani kwenu kuyafanya yale hapo, ni nje ya utaratibu. Tumesema awali kwamba mazoea yanapozoleka sana unakuwa utaratibu, na utaratibu unapozoleka sana, jambo ya mambo sasa yanaingizwa ndani ya mifumo ya kidini. Ndani ipo haja mambo haya kuweza kuyaangalia kwa tahadhari sana. Tunapoteza na tunapoteza mifumo ya wazazi wetu ambayo walioifanya. Wazazi wetu ile siku ya Eid wanakwenda wanafanya dua kwenye nyumba zetu kuwaombea marehemu wetu, lakini pia wanasalimiana kama njia mojawapo ya sherehe za Eid. Kama sasa umezuka mfumo mwingine mpya wa kufanya hizi dua mwezi wa 12 ama mwanzoni mwa mwezi wa kwanza, unadhani siku ya Eid dua za kuwepo? Dua zinakwenda kuisha. Na mbaya zaidi, wasoma dua hawako kwetu huku, ni wale wanaokuja. Mbaya zaidi, tumeshaona kwamba hizi dua sisi hatuziwezi mpaka tuwasubiri wale wanaokuja, mtusubiri tufanye dua. Sasa ndugu Waislamu, nimejenga msingi huu kwa aya. Allah anasema, wa antardu anka al-yahud wa nasara, ya Muhammad, Wakristo na Mayahudi hawatokuwa radhi na wewe na mifumo ya imani yako ya Uislamu. Hata tabia milatahum, sharti ufate mila zao kwanza, ndio mtakuwa nao pamoja. Na mifumo yao hawatulazimishi kwa nguvu, hapana. Ile ni al-qadha al-fiqhiyya, yani ni vita ya kisaikolojia, ni vita ya kiakili. Yani unaona kama kwani nini, kawaida tu bwana, si dua ni dua tu, kwani nini, kawaida tu. Lakini unapoteza vitu fulani katika mifumo ya imani. Unaona sasa
tunakwenda kuwazika ndugu zetu makaburini. Mifumo sasa, ukienda kwenye makaburi makubwa yale mijini, unakwenda kwenye makaburi sasa kumewekewa vigae sasa. Vigae sasa vinawekwa sasa kwenye makaburi ya Waislamu sasa. Taratibu. Imamu kwamba kuna ile hadithi mtumesema kwamba undakuwa naye mpaka kwenye shimo la Burukenge. Taratibu sasa, tunaenda taratibu. Ukienda makaburi malalo yale makaburi malalo ya mji makubwa yale, ukaingia kwenda kuzika, utaona jinsi ambavyo makaburi yanavyonakishiwa. Yani kama ni tiles zile zenye gharama kubwa ndio zimekwenda zinabandikwa. Zinakwenda zinawekewa michoro, maua na nini, vitu kadha wa kadha. Tunakwenda taratibu kutoka ndani ya mifumo ya dini yetu ya Islam. Lakini kama unatazama vipindi vya television ukaona makaburi ya Baqi yale ya Madina yale, ambapo yako hatua chache tu kutoka msikiti mtukufu wa Madina, makaburi ya Baqi yale ambao yamezikwa watu mashuhuri, wakina Hamza wake Bwana Mtume sallallahu wamezikwa pale. Hukuti pale kumeuka chochote kile kutokana na muda mrefu, ni miaka mingi, kumeuka kama vile matuta fulani hivi, walichofanya tu wamezungushia pale ukuta wa fence pale, ni fupi tu ile fence, ili watu waweze kuona. Na wale ndio watu watukufu kabisa ambao wamezikwa makaburi ya Baqi kwenye mtakatifu wa Madina. Kuna ambao wamezikwa pale ni ambao waliuawa kwenye vita ya Badri, kuna ambao waliuawa kwenye vita ya Uhud, kuna ambao walifariki tu vifo vya kawaida ambao wamezikwa kwenye makaburi ya Baqi. Lakini ukuta chochote kile kimewekwa pale, wanachokifanya wamezungushia tu zile kama mfano wa sanyenge, ndio wamezungushia pale. Lakini leo ukaingia kwenye makaburi yetu ambayo tunawazika ndugu zetu, na sisi ndio tunakokwenda. Kama nilivyosema awali, kama utafika kwenye makaburi yale ya mijini, ukaingia mle ndani, utaona makaburi yalivyonakishiwa. Na si utaratibu wa Uislamu ule, si utaratibu wa Uislamu kabisa ule. Lakini tunakwenda taratibu, tunakuwa kama wao. Wanatabanka al-Yahudi wala Nasara hata bimilatahum. Ya Muhammad, hawatakuwa radhi wa Kristo na Mayahudi mpaka mtafuata mila zao na utaratibu wao. Hadithi ya Bi Aisha radhiallahu anhu, mke huyo Bwana Mtume, anasema anna Habatu wa Salama dakati kasinza wa ataha bil Habash. Unajua Bi Aisha Habiba ni miongoni mwa wale waliokwenda Ethiopia wakati Maka kumechafuka. Maka kumechafuka kidogo, hali ya amani hakuna. Ni miongoni mwa Waislamu ambao walikwenda ukimbizini, tuite ukimbizini, katika nchi Habash, Ethiopia. Sasa baada ya kurudi Habiba, Salama akawa anaeleza yale ambayo aliona kule Ethiopia. Akasema zakata kanisa, aliona kanisa raataha bil Habasha, kanisa ambalo aliona katika nchi ya Ethiopia al-Habashia. Fiha ataswawiru, ndani ya kanisa aliona kuna picha. Kwa zakata dhalika Nabii salama, ile historia akawa wanamuelezea Bwana Mtume salama. Rasul sibana wakati tuko kule Ethiopia, tuko tunaona makanisa yale yana mapicha ya watu mle ndani, mambo kama hayo. Faqala, Mtume akasema, inna ulaika idha kana fihim rajul salihu famata, haika wao hao wa Kristo wanapokuwa na mtu ambaye wanajua ni mtu wao mwema, ni kiongozi wao, anapokufa, banu ala kabrihi masjida, basi anazikwa karibu na kanisa yao. Ama kama ni mtu mwema vile vile wanajenga msikiti kwenye kaburi, yani kama vile hapa kibla, basi kaburi yake yule bwana linakuwa liko pale mbele. Wasawaru fihi tilka suwar, na wanaweka picha. Kima akasema
fa ulaika shirarul khalqi inda Allah yawm al-qiyama, hao ni watu wabaya sana mbele ya Mwenyezi Mungu siku ile ya kiyama. Ni watu wabaya sana hao. Sasa ndiko tunakokwenda, mazingira tayari yanatuathiri. Mtume salama amekataa kabisa makaburi yetu kuwawekewa nakshi. Tena kipindi kile wa Mtume aliita chokaa, ndio ambayo ilikuwa ipo miaka ile, kulikuwa hakuna hizi marumaru, akasema chokaa. Unaona, lakini chokaa sasa ndio marumaru hizi, mambo kama hayo, kwamba visiwekwi vitu kama hivyo kwenye makaburi ya ndugu zetu. Kubwa zaidi tuendelee tu kuombea ndio mambo kama hayo. Sasa nitaka tu tukumbushane, ingalau tuchukue tahadhari, tuone ni wapi tunakokwenda. Tunasema laana Allahu yahuda wa nasara, Allah mtukufu anawalani Mayahudi na Wakristo, takhadhu quburu anbiyaihim masajida, ambayo wanayageuza makaburi ya wema wao kuwa ni misikiti, ni sehemu ya kuabudu. Allah amewalani wale watu kwa makosa hayo ambayo wanafanya. Ndio sasa yanakuja kwetu hayo, taratibu yanakuja kwetu. Unaweza ukasema labda sisi hatufanyi, mbona makaburi yetu sisi hatuyafanyi kwa ni msikiti? Sawa, lakini kweli kuzikwa si tunakwenda pale tunasema maneno, nimekuja mwezi 12 huu ni unione, uniangalie, kule biashara yangu bana sio nzuri, uniangalie huko, nimekuja kukusalimia wewe. Tayari umeshasali, tayari umeshaabudu, tayari umeshasali, tayari umeshaabudu, tayari umeshaomba, mshitegemea tayari. Kwa usidhani kwamba ukasema mbona mimi siendi pale kusujudu kama msikitini. Hapana, kulingana na yale ambayo unayasema pale na nia yako, tayari wewe pale umekwenda kuabudu. Kwa hiyo ndugu na dada wenzangu, tuangalie sana mambo kama haya, yani mahusiano na wasiokuwa ya Waislamu yabakie vile vile, lakini pale kwenye dini, lakum dinukum waliyadini, tufanye nao biashara, tushirikiane kwenye biashara, kwenye kazi mbalimbali, kwenye michezo, kiofisi na kadhalika. Ni marafiki zetu, ni ndugu zetu, tumeoleana nao, mambo yaende vizuri, wala hatuwatengi. Lakini tukifikia wakati wa kiimani, tugawane misikiti. Wao wale kwenye makanisa yao, sisi ndio kwenye misikiti yetu. Wabaki na imani yao, sisi tubaki na imani yetu. Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum ma'abidun ma a'budu wala ana abidum ma abaditum lakum dinukum waliyadin. Hii ndio solution hii ndio solution ya kiimani. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, tutaka tulete angalizo, na haya sasa yanayokuja tuyachukulie tahadhari, tusiyaoni kama ni ya kawaida, yanakwenda kutuharibia imani yetu ya Uislamu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.